Habari za mdau ndugu wa watazamaji na wafuatiliaji wa channel yetu pendwa ya The Classroom TZ. Naitwa Mwalimu Shadrack Swila na leo tunaenda kuangalia muendelezo wa somo letu jipya la historia ya Tanzania na maadili kwa kidato cha kwanza, yani form 1. Kipindi kilichopita tulijadili na tuliangalia sura ya kwanza ambayo ilikuwa inaenda kwa jina la dhana ya historia ya Tanzania na maadili. Zaidi tuliangalia nini maana ya historia ya Tanzania na maadili, umuhimu wa kuanzishwa kwa hili somo la historia ya Tanzania na maadili, pia na sababu zake. Hivyo leo tunaenda kuangalia muendelezo mwingine, sura ya pili. Tuna jumla ya sura 7 na hii ni sura ya pili. Hapo awali tunaweza kuziita kama ni mada, lakini kwa mwenendo wa mtaala mpya sasa tuna kitu kinachoitwa umahiri. Kwa ndani ya umahiri mbili tulizonazo za kidato cha kwanza, ndani yake kuna sura 7. Na leo tunaangalia sura ya pili, chimbuko la jamii za Kitanzania na maadili yake. Bila kupoteza wakati, tuangalie kitu cha kwanza. Tunaangalia chimbuko la jamii za Kitanzania, na kwa awali zaidi tunaangalia nini maana ya jamii. Nini maana ya jamii? Maana ya jamii, hapa tuna baadhi ya wataalamu wanazuoni wabobevu wa kielimu wamejaribu kueleza nini maana ya jamii. Kutoka kwenye maana zao, kutokana na maana zao hizo tutaweza kutengeneza maana yetu rasmi ambayo ni maana ya jamii. Mtaalamu wa kwanza anaitwa Emily Durkheim. Huyu Emily Durkheim wa mwaka 1884 alieleza jamii kwamba jamii ni mkusanyiko wa watu kwa ujumla wake. Full stop, mwisho. Kwamba yeye aliona kwamba jamii inaundwa na watu. Ule mkusanyiko wa watu wanapokusanyika pamoja, basi huo mkusanyiko unaitwa jamii. Tuna mikusanyiko ya vitu vingi. Tunaweza na mkusanyiko wa nyumba, mkusanyiko wa magari, mkusanyiko wa maji sehemu moja. Lakini mkusanyiko wa hivyo vitu kama sio watu, basi hatuwezi kuita jamii. So kutokana na Emily Durkheim, yaliona pale ambapo inatokea watu wamekusanyika sehemu moja, basi hao watu tunaweza tukaita ni jamii. Mtaalamu mwingine ni Margaret Thatcher wa 1987. Huyu ni bado kabisa yupo. Alieleza kwamba jamii kuwa ni watu ambao ni wanaume, wanawake na familia zao. Yule wa kwanza alitaja kwa ujumla kwamba ni mkusanyiko wa watu sehemu moja au sehemu yote, lakini mkusanyiko wa watu. Huyu Margaret yeye akaja akasema kwamba ni watu, lakini akawaelezea kidogo kwa ndani zaidi kwamba hao watu ni wanaume, wanawake na familia zao. Kunapokuwa na wanaume na wanawake na jumla ya familia zetu, kutokana na Margaret akasema hiyo ni jamii. Paka hapo unaona kuna mfanano wa vitu, wote wanafanana kwenye kitu kimoja kwamba ni watu au ni mtu. Mtu mwingine ambaye tunaenda kumwangalia alieleza maana ya jamii ni Jean-Jacques Rousseau wa 1797. Alieleza kuwa jamii ni jumla ya watu mmoja mmoja. Ni jumla ya watu, lakini ya watu unaweza kuhesabu mmoja mmoja. Mpaka hapo ndugu msikilizaji au mwanafunzi, kuna kitu ambacho unaona kuna mfanano. Na mfanano wetu hapa ni kwamba wanazuoni wote walikuja kukubaliana au wana namna ya kukaribiana kwamba jamii ni watu. Bila watu hatuna jamii. Basi kwa muktadha huo au kwa msingi huo wa maana ya jamii kutoka kwa wataalamu hao, tunaweza tukasema jamii ni nini? Kwamba jamii ni mkusanyiko wa watu ulioletwa kihistoria kwa ajili ya kuendeleza maisha yao na uzalishaji. Kwa jamii ni mkusanyiko wa watu au watu wameletwa kihistoria. Tunasema kihistoria kwa sababu kuna sababu kadha wa kadha za hapo awali ambazo ziliwakutanisha wakaishi pamoja. Na wanapoishi pamoja, lengo kubwa ni kuendeleza uzalishaji. Hivyo kiungo kikuu cha uwepo wa jamii ni watu. Jamii huishi katika vijiji, basi hayo ni maeneo ambayo jamii inapatikana. Kitu cha muhimu katika kipengele hiki cha kwanza cha maana ya jamii ni kufahamu maana za wataalamu
Kila mtaalamu ufahamu alielezea jamii ni kitu gani, japo wote wana uhusiano kwamba wanafanana kwenye jambo la watu, kwamba jamii inaundwa na watu. Lakini pia kitu kingine ambacho natakiwa ufahamu ni kiungo kikuu cha jamii. Kiungo kikuu cha kuunda jamii ni kitu gani? Kiungo kikuu cha kuunda jamii ni watu. Baada ya hapo unaweza kutengeneza maana yako unavyoweza kuitengeneza, lakini hakikisha ndani ya hiyo maana yako neno letu kuu ni uwepo wa watu, na hasa mkusanyiko wa watu. Basi hiyo ndio maana ya jamii, na tunaweza tukaona jamii ikipatikana katika vijiji, miji, nchi na mataifa, na wakiendelea kufanya shughuli mbalimbali kama uwindaji, kilimo, uvuvi, shughuli zote hizo zikilenga uzalishaji. Na hiyo nadhani ndio kazi kubwa ya binadamu hapa duniani, kufanya uzalishaji wa kibiolojia na pia uzalishaji wa shughuli za kimaendeleo. Baada ya hapo tunaweza tukaangalia makundi yanayounda jamii. Jamii inaundwa na vitu gani? Jamii inaundwa na makundi yafuatayo. Kundi la kwanza ni familia, na hili naweza nikasema ndio kundi dogo zaidi na ambalo ndio chanzo kikuu cha jamii. Ni kundi dogo lakini ndio kianzio cha jamii. Familia ni kikundi kidogo cha watu wenye uhusiano wa damu au ndoa. Uzuri wa haya mambo au haya masuala ni kwamba kitu kama familia, naamini pa kufika kidato cha kwanza, kama umetokea shule za mkondo wa Kiswahili au mkondo wa Kiingereza, naamini kuna vitu ambavyo umeshavisoma vinavyohusiana na familia. Kwenye ile somo la uraia nadhani mlisoma kuhusiana na familia, kwa unafahamu nini maana ya familia. Basi maana ile unayoifahamu ya familia ndio hii ambayo tunaijadili hapa, hakuna utofauti. Na kitu kinachoitwa familia, tukimaanisha familia za binadamu au familia ya binadamu, hii maana ni kila mahali. Yani maana ya familia ya binadamu haiwezi kutofautiana maana hiyo na watu ambao wako Nairobi au watu ambao wako Uganda au watu wako South Africa. Wote tunajadili kwamba maana ya familia ni uhusiano wa watu, aidha kwa ndoa au kwa damu. Kwa kama ulisoma ukiwa primary au shule ya msingi, ile maana ndio hiyo ambayo tunajadili hapa. Familia inaweza kaundwa na watu kama baba, mama, watoto na ndugu wengine wa baba au wa mama. Na kwenye maelezo ya ziada kwamba familia inaweza kaundwa na baba, mama, watoto na ndugu wengine, tunakuja kupata kwenye zile aina za familia. Naamini unazifahamu zile aina za familia. Bahati mbaya zaidi nazifahamu kiundani zaidi kwa lugha ya Kiingereza, kwamba tuna nuclear family, familia ile ambayo ina baba, mama na watoto, iko kamili hivyo. Lakini tuna extended family. Extended family ndio ambayo tunakuja kuona hapo kwamba kuna sehemu, kuna baadhi ya familia ambazo zinaishi na baba, mama, watoto na ndugu wengine, aidha ndugu wa baba au ndugu wa mama, wote wako sehemu moja. Yani inaweza ikawa ni nuclear lakini unajumlisha na baadhi ya ndugu na kuja kuongezeka hapo kwenye familia moja au kwenye eneo moja. Unakuta baba mdogo anaishi hapo, shangazi anaishi hapo au bibi anaishi hapo. Basi tunaita extended family. Ni maarufu sana kwa maeneo ya vijijini. Sio rahisi sana kuiona mjini wakiishi kwa staili hiyo kulingana na muundo au uchumi wa mjini. Lakini kwa kijijini tunaishi kwa staili hiyo hasa kwa ajili ya kutengeneza au kudumisha ule undugu wetu na ule umoja wetu. Aina nyingine ya familia nayofahamu ni familia ya mzazi mmoja. Tunasema single parent family. Inaweza kawa ni baba peke yake na watoto au ni mama peke yake na watoto. Sababu za kuwa single family au kuwa na mzazi mmoja ziko sababu nyingi sana. Inaweza kawa ni sababu ya kifo au sababu ya migogoro ya kifamilia na sababu nyingine. Lakini inapotokea kuna mtoto na huyo mtoto au watoto wanaishi na mzazi mmoja, basi hiyo familia tunaita ni familia ya mzazi mmoja, single parent family. Lakini nje hapo kuna zile aina familia nyingine za kisasa. Unaenda kumchukua mtoto sehemu fulani, unaamua kuishi naye, sio mtoto wako wa damu, unaamua kuishi naye. Hiyo pia nayo ni aina ya familia. Familia nyingine wakaenda mbali zaidi wakasema familia ambazo zinaishi tu bila kuwa na wazazi, labda watoto ni yatima, nazo pia ni aina ya familia. Lakini pia kuna zile familia ambazo watoto wanaangaliwa na watu ambao sio ndugu zao. Hawajaenda kuwachukua kuishi nao, ila tu kuna mtu ambaye anawaangalia kutoka mahali fulani.
Hiyo pia ni aina ya familia. Kwa hizo zote kwa ujumla ni aina za familia, na familia ndio kiungo kikuu cha kwanza cha kutengeneza jamii. Tunasema kwamba ili kuweza kuimudu jamii au kuwa na jamii iliyo bora, jamii iliyo nzuri, lazima tuweke msingi au mkazo au nguvu kubwa kwenye familia bora. Tunapokuwa na familia nyingi bora, basi tunaweza kuwa na jamii bora. Tunapokuwa na familia ambazo sio bora, kuna uovu, yale maadili ambayo tumejadili kule sura ya kwanza hayafuatwi, basi ni dhahiri kwamba tunaenda kuwa na taifa au na jamii ambayo haifai. Kwa familia ndio kiungo cha kwanza. Baada ya familia tunaenda kwenye kundi la pili, linaloitwa ukoo. Ukoo ni muunganiko wa familia zaidi ya moja. Kila koo huwa na kiongozi wake. Huyo kiongozi ndio anaitwa kiongozi wa ukoo. Kwa tukitoka kwenye familia ambayo familia inaundwa na au watu aidha wana muunganiko wa damu au wana muunganiko wa ndoa, au watu wakiungana kwa wingi, hizo familia zikiungana kwa wingi, tunasema kuita labda kaya. Hizo kaya au familia zikiungana kwa wingi zinatengeneza kitu ambacho kinaitwa ukoo. Na kwenye kila ukoo kunakuwa na kiongozi wake. Na mara nyingi kiongozi wa ukoo anakuwa ni mtu ambaye ameenda kidogo umri, ambaye ni mzee, ambaye ana uzoefu mkubwa, ameishi muda mrefu, tunasema ana experience. Kwa ukoo ni kundi la pili au ni zao la pili tukiacha familia. Familia inatuzalia ukoo. Baada ya ukoo tunaenda kwenye ngazi nyingine. Hapa nimejaribu kuonesha mifano ya koo zinazopatikana Tanzania na maeneo yake. Kwa mfano tuna koo za kutoka mkoa wa Kilimanjaro. Kilimanjaro tuna koo kama Mushi. Usikia jina Mushi, basi Mushi huyo ni wakilisha kutoka mkoa wa Kilimanjaro, lakini nyuma yake kuna familia nyingi ambazo zinaitwa Mushi. Huwezi kukuta Mushi mtu mmoja tu peke yake, hapana. Utakuta kuna watu wengi Mushi, na mara nyingi jina la ukoo unakuta ni jina ambalo ni la mwisho, Unasema the third name katika yale majina matatu, ile jina la mwisho unakuta linasimama kuwakilisha ukoo. Kwa kuna Mushi, kuna Swai, Swai maarufu sana, shemeji zangu. Mosha, Limo, Shirima, Mrema na Mdeme. Hawa ni mfano wa koo, sio watu tafadhali, yani majina ya koo. Hayo majina ya koo ndio yamebebwa na watu ambao wametoka kwenye familia. Kwa ukiona au ukisikia majina kama hayo, ujue hizo ni koo zinatoka Kilimanjaro. Watu wengine ni kutoka Arusha. Arusha huko tuna majina kama Nanyaro, huyo ni ukoo wa Nanyaro. Ukoo wa Laiza, ukoo maarufu sana. Ukoo wa Ole Saibulu, kina Ole wengi ni kutoka huko Arusha kaskazini. Ukoo wa kina Kaaya, ukoo wa kina Moleli, ukoo wa kina Njorai. Tafadhali sana napoendelea kutaja hizi koo, hatujafika kwenye hatua ya ambao ndio actually ndio zao la mwisho, kabila. Hapa tutaji kabila. Haya ni majina ya koo ambayo ndio ndani yake yanatoka kwenye kabila fulani. Hapa tuko kwenye ngazi ya pili tu, mfano wa koo. Kwa usije kaniambia kuna koo inaitwa koo ya Wachaga au koo inaitwa koo ya Wameru, hapana. Tuna koo inaitwa Njorai. Sasa hiyo Meru, Maasai, Wachaga, hilo ni aina au ni kitu kingine ambayo inajulikana kama kabila au lugha. Mkoa wa Tanga tuna koo kama koo ya Mdoe, Muhando, Mkunde, Mwangemi. Lakini pia ndugu zetu kutoka kule Mbeya, kina Mwamwa, tunao hapa wengi sana, kina Mwakiembe, na Kibona, Mwakitalu, Mwampashi, sasa hizi kuna mtu anaitwa Mwaisa, kina Kashililika, au wote wanatoka mkoa wa Mbeya. Lakini pia mfano wa mwisho ambao nimeweka hapa ni ndugu zetu kutoka kule Mwanza, kanda ya Ziwa. Kule Mwanza tuna koo ya kina Nyanda, kina Mabula, kina Magembe, kina Nyamahanga, kina Nyangi na wengine wengi. Tafadhali sana, hawa ambao nimeweka hapa ni kama mfano tu. Haimaanishi kwamba kwenye huo mkoa ndio hizo tu ndio koo pekee zinazopatikana, hapana. Kuna koo nyingi sana, tukiamua kueleza hapa itachukua muda mrefu sana. Lakini hii uchukue tu kama mwanga, nenda kafuatilie, utapata koo nyingi sana. Ila ni muhimu kuwa na mfano. Wakati unaelezea ile jambo ni vizuri kuonesha kama unaelewa na hii kitu, basi taja majina ya koo fulani. Na pia inakusaidia ujue kwamba Tanzania tuna ndugu wengi sana na tumetawanyika sana. Unapoenda Tanga unajua kwamba naenda kukutana na watu aina gani. Ninapoenda Kigoma naenda kukutana na watu wa kina nani. Ninapoenda Iringa naenda kukutana na kina nani.
Kwa hii ni mifano ya koo ambayo ni zao la pili kutoka kwenye familia. Baada ya familia tunazaa koo. Tukitoka kwenye koo tunaenda kwenye zao la mwisho ambalo ni kabila. Kabila ni kundi kubwa linaloundwa na koo tofauti tofauti na huzungumza lugha moja pamoja na mila na desturi moja. Baada ya kuwa na koo, zile koo zikiunganika, hizi koo zote zikiunganika, kwa mfano hapa juu tutaona mfano Kilimanjaro. Hizi koo za Kilimanjaro zikiunganika, unapata kabila la Wachaga. Au hizo koo zikiunganika unapata kabila la Wapare. Vivyo hivyo kwa mfano hapa Arusha, mfano wa pili hapo Arusha, hizo koo zikiunganika zinatengenezea makabila makuu mawili yanayopatikana Arusha. Tunapata Wamasai, lakini pia tunapata Wameru. Kwa Wameru ni watu gani? Wameru ni muunganiko wa koo. Hizo koo za Kimeru zimetoka wapi? Zimetoka kwenye familia. Kwa kutoka familia tukapata koo, kutoka koo tukapata kabila. Sasa kwenye kabila hapa kuna mambo mawili muhimu sana kuyafahamu. Jambo la kwanza, ukiachana na eneo kwamba wanatokea mkoa gani au wanatokea eneo la kijiografia, wanapatikana wapi, ni muhimu sana pia kufahamu kila kabila linapatikana wapi kijiografia. Kuna makabila mengi sana. Kwa ni muhimu kufahamu kwamba Kilimanjaro tuna makabila gani. Kwa mfano tukitaja haraka haraka tukasema Arusha tuna Wamasai, tuna Wameru. Tukienda Tanga, kabila maarufu kuna Wazigua. Tukitoka Tanga labda tukaenda Kigoma kuna Wahehe. Tukienda labda Mbeya kuna Wanyakyusa, kuna Wanyiha, kuna Wandali. Tukienda labda Rukwa kuna Wafipa. Tukienda Katavi kuna Wabende. So hizo ni jina au hayo ni majina ya makabila kulingana na maeneo yao. Sasa jambo muhimu kwenye makabila ni kufahamu kwamba kabila linatambulishwa na lugha. Jambo kubwa ambalo linatambulisha kabila kufahamu kwamba hili ni kabila fulani au hawa watu ni wa kabila gani. Kitu cha kwanza kinachowatambulisha na kuwaunganisha kuleta pamoja ni lugha wanayozungumza. Hatuwezi tukawa na kabila moja alafu wanazungumza lugha mbili tofauti. Hapana. Ila kutokana na mtawanyiko wa jamii, kutokana na mzunguko au na ule kusambaa kwa jamii, inaweza ikatokea na ipo hiyo kabila moja likawa na mfanano wa asilimia fulani na kabila lingine. Kwa mfano, kuna ndugu zetu wanaitwa Wamachame. Wamachame wanaokaribiana fulani wanapozungumza na Wameru. Hii ni kutokana na vile ambavyo wamepakana. Ule mpaka wao jinsi wanavyoishi wapo karibu sana. Kwa hiyo unakuta kuna namna ambavyo wanaingiliana kimazungumzo wanafanana. Ila haimaanishi kwamba basi ni kabila moja afu wanazungumza lugha mbili tofauti, hapana. Kabila inakuwa moja na lugha moja. Ila kabila moja inaweza ikafanana na kabila lingine, na huo mfanano sio wa karibu sana, ni kwa baadhi ya matamshi na baadhi ya mazungumzo. Kuna vitu vingine vya ndani wakiongea hamwezi kuelewana. Kwa jambo la muhimu hapa kwenye koo kufahamu kwamba tunatambulishana kwa mfanano wa lugha. Lugha tunayozungumza labda tuzungumze lugha moja. Jambo la pili, kwenye koo tunapatikana eneo moja la kijiografia. Jambo la tatu ni mfanano wa mila na desturi. Tukiwa kabila moja, zile koo zote ambazo zinapatikana ndani ya hilo kabila zinakuwa na mila na desturi zinazofanana. Kwa hayo ndio mambo ya muhimu kwenye issue ya mambo yanayounda jamii. Baada ya hapo tunaangalia asili ya jamii za Kitanzania. Jamii za Kitanzania zimetoka wapi? Asili ya jamii za Kitanzania. Jamii za Kitanzania zimeundwa na makundi tofauti kutoka sehemu mbalimbali za Afrika. Makundi hayo ni Wabantu, Wakichembe, Wakushito na Wanilo. Hapa sasa ndio Kiswahili hiki sasa. Jamii za Kitanzania, yani kule juu kule tukutaja tukifika labda kusema makabila. Yale makabila ambayo ndio koo mbalimbali. Hao watu wote ambao wako kwenye hayo makabila na hizo koo, hao watu wanaweza wakatengwa katika makundi yafuatayo. Yani kuna Wabantu, kuna Wakichembe, kuna Wakushito na kuna Wanilo. Na hapa ndio msingi wa sura yetu au ndio msingi wa umairi wetu ambao tunaujadili. Kwa tunaenda kuangalia kundi moja moja. Wabantu ni kina nani, Wakichembe ni kina nani, Wakushito ni kina nani na Wanilo ni kina nani.
tafadhali sana naomba haya maneno yakae kichwani kwako, maana ndio maneno sahihi na ya hayo makundi ya jamii za Kitanzania. Usije ukaandika kwa vile ambavyo unafahamu au ukaweka hapo Kiingereza Nilotes, sijui Kushites. Hapana, ni Wakushito, Wanilo, Wakichembe, Wabantu. Kundi la kwanza tunaenda kuangalia ni kundi la Wabantu. Wabantu wanasema ndilo kundi lilo kubwa kuliko makundi mengine. 75% ya Watanzania ni Wabantu. Chimbuko la kundi hili ni Afrika Magharibi, kati ya nchi za Kameruni na Nigeria. Ishi hapo kwanza. Wabantu wamesema 75%. Kwa wingi wetu, makabila mengi sana ya Tanzania tunafahamika kama Wabantu. Lakini kitu kingine cha pili ni kufahamu tumetokea wapi, au Wabantu wametokea wapi. Wabantu kiasiri kabisa watu wametokea katikati ya Kameruni na Nigeria, tunasema kule Afrika Magharibi. Hapa tunapokuja kuona uhusiano kati ya somo la jiografia na somo la historia Tanzania na maadili. Tunazungumzia historia Tanzania na maadili, tunazungumzia kuhusiana na Wabantu, lakini tunapoangalia maeneo au chimbuko lao wametokea wapi, tunahusianisha jiografia. Afrika Magharibi, hayo ni masuala ya jiografia. Kwa ni muhimu sana, naomba ufahamu, na hii ni muhimu sana pia. Nazidi kuambia hata wanangu napowafundisha darasani kwenye ile somo la Kiingereza la history, kama unasoma historia ni lazima na ni muhimu sana kufahamu jiografia, hasa ramani. Kwa naomba kuanzia sasa jitahidi kufahamu tukisema Afrika Magharibi tunamaanisha nchi gani? Tukisema Afrika Mashariki tunamaanisha nchi gani? Tukisema Afrika ya Kaskazini, mfano wa hizo nchi za Afrika Kaskazini ni nchi gani? Tukisema Afrika ya Kusini, Afrika ya Kusini inaanzia wapi? Ni nchi gani ambazo zinapatikana Afrika ya Kusini? Tukisema Afrika ya Kati, yani ule mgawanyiko wa ramani ya Afrika na maeneo yake, ni muhimu ukafahamu nchi ambazo zinaunda hayo maeneo na pia zinapatikana wapi. Ukiangalia Afrika unajua kwamba upande upi ni magharibi, upande upi ni mashariki, upande upi ni kaskazini, upande upi ni kusini. Ni muhimu sana kufahamu hivyo. Kwenye ile somo la Kiingereza kuna swali linakuja kabisa rasmi la kuchora ramani ya Afrika na uoneshe baadhi ya maeneo ya kihistoria. Wabantu wamekuwepo Afrika Mashariki takriban miaka 3000 kabla ya zama za sasa. Kwa kabla ya zama za sasa au kabla ya wakati huu, Wabantu wamekuwepo zaidi ya miaka 3000, miaka mingi sana huko nyuma. Baada ya kuangalia ujio wao na muda wao na pia kuangalia wametokea wapi, sehemu ya mwisho kufahamu ni mfano wa makabila. Kwa kitu muhimu cha kufahamu hapa, jina kwanza ni jina la hiyo jamii ni Wabantu, au jina la hilo kundi ni Wabantu. Kitu cha pili ni wametokea wapi. Wametokea wapi, hapo ndio kujua ni kina nani. Hapo kwa Wabantu tunasema wao ni Nigeria na Kameruni. Kitu cha tatu ni ukiachana habari ya muda, ni muhimu kufahamu makabila, mfano wa makabila ambayo yanaunda Wabantu. Nimejaribu kuwataja hapo kwa mfano tu kwa uchache, lakini wako wengi sana. Au tu ni kwa wachache: Wachaga, Wagogo, Waha, Wapemba, Wasukuma, Watumbatu, Wayao, Wanyakyusa, Wanyamwezi, Wangoni, Wakuria, Wahehe. Hiyo ni mifano tu michache kuonesha makabila ya Wabantu. Kundi lingine ni Wakichembe. Kundi lingine au kundi la pili ni Wakichembe. Wakichembe ni kina nani? Anasema hili ndilo kundi la asili la eneo ambalo kwa sasa ni Tanzania. Kwa ndugu zangu, tunaenda kuangalia mfano hapa wa Kichembe. Kwa mfano anasema mfano wa Kichembe ni Wasandawe, Wahadzabe. Wasandawe na Wahadzabe hawa ndio wenye nchi yao. Kulingana na historia, historia inatuambia hawa ndio wenye nchi yao. Wengine wote ni wahamiaji, ni wageni. Hatuna chetu hapa. Kwa Wahadzabe na Wasandawe ambao kwa ujumla wanaitwa Wakichembe, hawa ndio kundi la asili ambalo ndio linaunda au ambalo kwa sasa ni Tanzania. Lakini kundi hili linapatikana wapi? Kundi hili limekuwepo kabla ya ujio wa Wabantu. Kundi hili linajishughulisha zaidi na uwindaji. Kazi yao kubwa ni uwindaji. Na kundi hili la Wakichembe linapatikana kando ya ziwa Eyasi. Kule kwa ndugu zetu wa Wahadzabe kina Odudugwa, wale waziwa Creek. Kule kwa Wahadzabe Eyasi inapatikana mkoa wa Manyara.
kule hawa watu ndio watu wa asili wa Tanzania na ambao wamekuwepo kabla ya ujio wa Wabantu. Shughuli yao kubwa wanaofanya ya uzalishaji ni uwindaji. Mwaka huu 2025 hapo mwanzo nilibahatika kuwapeleka wanangu wa kidato cha kwanza kule kwa Hadzabe. Kwa tukashuhudia kazi kubwa ambao wanaifanya wao ni kuwinda asasa wanyama wadogo wadogo. Hawa nyani akitokea amemuua sokwe mkubwa, basi huyo mtu ndio anaonekana shujaa kwenye eneo hilo, na ndio mara nyingi unakuta wanachukua lile fuvu la huyo mnyama mkubwa aliyeuawa kuweka sehemu fulani kama ishara ya kuonesha kwamba shujaa wetu aliweza kuua. Ngozi zile wanazitumia kama mavazi na kama sehemu ya kutandika kukaa. Kwa kifupi hawalimi wala hawafanyi biashara. Wao ni kuwinda, sababu wanatokea maeneo ya polini. Kwa Wakichembe na Wakichembe ambao ni Wasandawe na Wahadzabe, hawa ndio mfano wa jamii za Wakichembe na ndio jamii za asili ya Tanzania. Kundi la tatu ni Wakushito. Wakushito ni kundi lingine la Watanzania linalojumuisha makabila ya Waalawa, Wagorowa na Wairaki. Kiasili Wakushito ni wa Afro-Asiatiki kutoka maeneo ya pembe ya Afrika katika nchi za Ethiopia, Eritrea na Somalia. Kwa maeneo ya Ethiopia, Eritrea na Somalia ndiko ambako ndugu zetu wa Iraki, Wagorowa na Waalawa, hao watu kiasili wanatokea kule Ethiopia. Kwa wana ndugu zao wako kule Ethiopia, wana ndugu zao hapo kule Eritrea, pia wana ndugu zao kule Somalia. Na haya makabila kwa namna fulani hivi, kama umejaribu kufuatilia jinsi wanavyozungumza, kwa namna wanakaribiana na baadhi ya makabila ya kutoka maeneo asasa huko Ethiopia na Somalia. Wakizungumza watu wa Ethiopia na watu ambao ni wa Iraki na Wagorowa na Waalawa, kwa namna fulani hivi wanasikilizana au kuna matamshi ambayo yanafanania. Basi huu ni mfano au huo ni uthibitisho kuonesha kwamba hawa watu wametoka maeneo hayo. Mwanzo walikuwa wanapatikana maeneo hayo. Kundi la mwisho ni kundi la Wanilo. Wanilo wanasema hili ni kundi la tatu kwa ukubwa katika jamii za Kitanzania. Kiasili Wanilo wanatokea pembezoni mwa bonde la mto Nile. Kwa kutoka mto Nile tukatengeneza jina Wanilo. Jamii hii imetawanyika katika nchi za Sudani, Ethiopia, Sudani ya Kusini, Kenya, Uganda na Tanzania. Mfano wa jamii ambazo ni Wanilo kwa hapa Tanzania ni Wamasai, Waluo, Wadatoga. Hawa ni watu ambao wanawakilisha kundi la Wanilo. Na shughuli yao kubwa ya uzalishaji wanafanya ufugaji. Kwa ndugu zetu wa Masai hawa ni Wanilo na wasio Wabantu. Ndugu zetu Waluo hawa ni Wanilo sio Wabantu, na Wadatoga pia hawa ni Wanilo. Lakini kwa ujumla hawa wote wanapatikana Tanzania, lakini nje ya Tanzania hawa watu wamesambaa maeneo ya Ethiopia, Sudani, Sudani ya Kusini, Tanzania pia na Uganda. Ndugu msikilizaji, mwanafunzi, hayo ni makundi ambayo yanaunda jamii za Kitanzania, na hapa nimejaribu kuweka jedwali la kitu muhimu sana kufahamu shughuli zao za uzalishaji. Kila jamii ina shughuli yake ya uzalishaji, na hizi shughuli za uzalishaji ndio vitu ambavyo unavitumia kutofautisha jamii moja na nyingine. Ukiachana jiografia wanapatikana wapi, asili yao wametokea wapi, lakini utofauti mwingine ni shughuli za uzalishaji. Shughuli zao za uzalishaji pia zinatumika kutofautisha kundi moja na kundi lingine. Hapa tuna jamii za Kibantu. Tunisamee pale kwenye uandishi, kwa Kibantu sio Kibatu. Kibantu, hao Wabantu wanafanya kilimo, ufugaji na uvuvi. Jamii ya visiwa vya Zanzibar ambao ni Wahadimu, Wapemba na Watumbatu, kama ambavyo tumesema ni kutoka Zanzibar, kwa lazima uvuvi itakuwa pale, biashara itakuwa pale, kilimo itakuwa pale. Pia kilimo chao walikuwa wanafanya sana kwenye mazao ya viungo. Jamii za Wakichembe. Wakichembe wenyewe wamefanya vitu vingi kidogo, wana kuinda wanyama wa porini. Wanyama hao ni kama swala, digidigi, wanyama wengine wadogo wadogo. Lakini nje ya kuinda wanyama wa porini, hao Wakichembe ambao ndio wenye nchi yao walifanya shughuli ya kurina asali, utafutaji wa asali kutoka porini. Lakini pia walifanya kazi ya kukusanya vyakula kutokana na mazao ya msituni, kama matunda, mizizi, mayai ya ndege wa porini na mizoga. Hizo ndio shughuli ambazo walizifanya watu ili kuendesha maisha yao. Na tunasema hizo ndio shughuli zao za kiuchumi. Kuwinda,
kulina asali na pia ukusanyaji wa matunda, hunting and gathering. Kundi lingine tuna jamii za Wakushito. Hao Wakushito walifanya kilimo, walilima mazao kama mtama, uwele na mahindi. Lakini pia Wakushito walifanya ufugaji, walifuga wanyama kama ng'ombe, kondoo, mbuzi, punda. Pia walifuga jamii ya ndege kama kuku, njiwa na bata. Kwa ujumla tu ni ufugaji au unasema kilimo, ambao ni ulimaji wa ardhi pia na ufugaji au utunzaji wa wanyama wa nyumbani. Na jamii nyingine ni jamii ya Wanilo, ambao kwa wingi ni hao Wamasai, ndugu zetu wa Masai. Wanilo kama unafahamu, Wamasai shughuli yao kubwa ni ufugaji. Kwa hapa pia unaangalia shughuli kubwa waliofanya ni kufuga, ambayo mara nyingi walifuga ng'ombe na baadhi ya wanyama wengine. Kwa hizi ndio shughuli za uzalishaji ambazo unaweza ukazitumia kutenganisha au kutofautisha jamii moja na jamii nyingine. Baada ya hapo, jambo lingine tuangalie mifumo ya kisiasa, sasa mfumo wa kisiasa kwa upande wa jamii za Wanilo ambao ni Wamasai. Wanilo walitumia mfumo wa kisiasa au wa kiutawala ujulikanao kama kundirika. Kitu cha kwanza ufahamu, hao watu walitumia mfumo unaoitwa kundirika. Mfumo wa kundirika ni kitu gani? Kule kwenye English ambao watachukua history unasema age set system. Kundirika ni kitu gani? Ni mfumo ambao uligawa majukumu kutokana na umri na jinsia ya mwanajamii. Ulitumiwa zaidi na jamii za Kimasai. Mfano uligawa majukumu katika makundi yafuatayo. Kwa mfumo wa kundirika kwa jamii za Wanilo, hasa wa Masai, mfumo wa kundirika ni mfumo wa kugawa majukumu kwa kufuata au kwa kuangalia jinsia yako, lakini pia kwa kuangalia umri wako. Tukimaanisha kwamba mtoto wa kike mwenye umri fulani ana shughuli yake hii hapa. Mtoto wa kiume mwenye umri fulani ana shughuli yake hii hapa. Kiujumla tuna jinsia mbili, ila makundi ya umri tuna makundi tofauti ya umri. Kwa kwenye jinsia hatuna mambo mengi, tuna jinsia ya kike, jinsia ya kiume, ila kwenye umri ile tunatofautiana, kuna makundi kadha wa kadha. Kwa hayo makundi ambayo tunayapata kwenye umri ukijumlisha na jinsia, tunajua kwamba huyu mtu afanye shughuli gani. Kwa mfano, ndugu zetu wa Masai walitumia mfano, walitumia njia, lakini pia jamii nyingine ambayo haikuwa ya wafugaji walifanya kitu ni jamii ya Wanyakyusa kutoka kule Mbeya. Ila sasa ambao walifanya kwa undani zaidi na kwa nguvu zote na ikawa ni sehemu ya utambulisho wao ni jamii ya Wamasai ambao ni wafugaji. Wamasai waligawa majukumu kwa kufuata hatua zifuatazo. Kwanza, kundi la kwanza lilikuwa ni wanawake na watoto. Wanawake na watoto hapa sasa ni kwa ujumla. Hao wanawake na watoto kulingana na umri wao. Lakini kitu kikubwa ni jinsia, hao walikuwa ni wanawake. Kwenye watoto mara nyingi tunaga habari sana ya jinsia. Kwenye watoto tunamaanisha tu ni mtoto, wa kike wa kiume tunaweka sehemu moja ni watoto. Hawana madhara hao. Wanawake na watoto walifanya majukumu yafuatayo. Kwanza, kujenga na kutunza nyumba. Tulisema pale kwenye AN ni kujenga na kutunza nyumba, ndio ilikuwa shughuli yao kubwa. Kwa nyumba nyingi za jamii za Kimasai zilijengwa na kina mama pamoja na watoto. Shughuli ya pili, kutafuta kuni na kuandaa chakula. Hizi ni shughuli za nyumbani kama za kawaida tu. Kutafuta kuni ilikuwa ni shughuli muhimu sana kwa hasa kwa zile jamii ambazo zinatoka maeneo ya vijijini. Kuchunga ndama, hawa ni ni shughuli za watoto. Kuchunga ndama hawa ni uzao wa ng'ombe, wa watoto wale wa ng'ombe wanaitwa ndama. Kwa kuchunga ndama au kuangalia maisha ya ndama ilifanywa na watoto. Kundi la pili ni kundi la Morani. Hawa ni vijana wenye umri kati ya miaka 18 hadi 35. Na hawa Morani walifanya kazi zifuatazo. Ili ni kundi la pili na lilikuwa ni kundi muhimu sana la watu wenye nguvu, watu wenye afya. Watu wenye nguvu na watu wenye afya walifanya shughuli gani? Walifanya majukumu yafuatayo. Kwanza, hawa ndio walikuwa walinzi wa jamii, hasa kulinda mifugo. Kwa walinzi au watu wa usalama wa jamii za Kimasai walijulikana kama Morani. Muhimu sana hiyo kuweka akilini. Morani hawa walikuwa ni walinzi wa jamii ya Kimasai, lakini pia hasa kulinda mifugo. Kazi ya pili, kutafuta maji na marisho ya mifugo. Hawa ndio walitumika hasa kama wapelelezi kwenda kuangalia wapi tunaweza kupata marisho ya mifugo yetu. Shughuli ya tatu,
kulinda jamii ya Kimasai dhidi ya maadui wa nje ya kulinda mifugo, lakini pia walinda jamii ya Kimasai kuhakikisha wako salama na adui kutoka nje. Kundi la tatu ni wazee wa Kimasai. Hili ndilo kundi la juu kabisa katika jamii za Kimasai au jamii ya Kimasai. Huundwa na watu wenye umri kuanzia miaka 40 na kuendelea, na wana majukumu yafuatayo. Kwa wazee ndio kundi la heshima, kundi kubwa kabisa lenye maana katika jamii ya Kimasai, lakini pia hata jamii nyingine tunachukua wazee kama ndio watu muhimu au ndio watu wa maana katika jamii zetu. Kufanya maamuzi katika jamii yao, wazee walitumika kufanya maamuzi. Wao ndio waliamua hata hapa inapotokea migogoro au mambo ambayo yanatakiwa kugawanywa, mambo ya ardhi au mifugo, hao ndio ambao waliamua kugawa hivyo vitu. Kusuluhisha migogoro, aidha migogoro ya mali au migogoro ya familia, kesi zote zilipelekwa kwa hawa watu. Kwa maana nyingine, hawa watu walikuwa ni kama mahakama au mabaraza ya usuluhishi. Kuongoza shughuli za kiroho, kidini na kitamaduni. Shughuli zote za kiibada ziliongozwa na wazee wa Kimasai. Na baada ya hizo shughuli za wazee, kiongozi mkuu wa kisiasa katika jamii aliitwa Olaiguanan. Kitu muhimu sana ukishika. Huyu ndiye mwenye mamlaka makubwa ya jamii nzima ya Kimasai, Olaiguanan. Olaiguanan huyu ndio alikuwa mtu wa juu zaidi au mtu wa maana sana au ndio kiongozi katika jamii ya Wamasai. Kitu cha kuangalia kwenye historia ile ya Kiingereza ambayo ndio nimefundisha hasa kwa mtaala uliopita, una mtu anaitwa Laibon. Laibon kule ndio anaonekana ndio mtu mkubwa, lakini huku anaitwa Olaiguanan. Kwa hiyo inawezekana ukaona funua vitabu ukutana na jina Laibon. Laibon yote tulimtumia hasa kwenye historia ile ya Kiingereza, lakini kwa jamii za Wamasai wenyewe wanasema Olaiguanan ndio mkuu na ndio mtaalamu hasa kwenye masuala ya sheria na utawala katika jamii za Kimasai, Olaiguanan. Baada ya kusema hayo, ndugu wasikilizaji, hapo ndio mwisho wa mada yetu au mwisho wa sura yetu ya pili